Karibu sana kijana wa kizazi kipya. Leo tunazungumzia jambo nyeti sana. Tabia iliyokushinda. Kuna tabia ambazo zimekuwa kama mnyororo au pigo moyoni mwako. Pengine ni hasira, uzinzi wa mtandaoni, ulevi, uvivu au lugha chafu. Lakini je, unajua ya kwamba tabia yoyote inaweza kushindwa kwa nguvu ya Kristo? Biblia inasema, nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kuishinda tabia yako utakapoweza kumwamini Kristo, utakapoweza kuamini katika Kristo, utakapoweza kuamini ya kwamba sio mwenyewe unayeweza kuipambania tabia yako na kuiacha, lakini yupo Kristo anayeweza kukuwezesha kuishinda hiyo tabia. Ili kushinda tabia iliyokushinda, anza na hatua ndogo. Usisubiri kesho, chukua hatua leo. Watu wengi sana wamekuwa wakitamani kubadilika kwa ghafla, lakini mabadiliko ya ghafla hayawezi kutokea. Anza na kidogo. Kuna hali zinazokushawishi kudondoka katika tabia ambayo huipendi. Sasa ili kuepukana na hali hizo, ili kuondokana na hali hizo, inakubidi uchukue hatua kadhaa za kufanya ili kuweza kuishinda hiyo tabia inayokushinda. Inawezekana umetamani kubadilika kwa muda mrefu, inawezekana umetamani kugeuka kwa muda mrefu. Kati ya mojawapo ya tabia nilizoweza kuzitaja hapo, hatua za kuchukua ni kuanza na hatua ndogo. Usisubiri kesho, chukua hatua leo. Omba msaada wa kiroho. Hutaweza mwenyewe kibinadamu katika hali ya kawaida kuishinda tabia iliyokushinda. Omba msaada wa kiroho. Tafuta mentor wa kukusimamia au mchungaji. Jambo lingine la kufanya ili kuishinda tabia iliyokutesa kwa muda mrefu ni kukataa kukata tamaa. Ili kuweza kuibadilisha tabia iliyokutesa kwa muda mrefu, inakubidi usikate tamaa. Usiangalie kwamba umeanguka mara ngapi, inuka tena. Mungu haangalii makosa yako uliyoyafanya jana, bali anaangalia moyo wako wa leo. Hivyo kataa kukata tamaa ili kushinda tabia iliyokutesa kwa muda mrefu. Ushindi unaanzia kwa matokeo ya ndani. Unaweza kuanza kupambana na hali kwa ndani, kubadilisha moyo wako. Biblia inasema kwamba Mungu anaangalia moyo uliopondeka, moyo ulio tayari. Unaweza ukawa tayari sasa katika hali ya kutaka kuibadilisha tabia yako iliyokutesa kwa muda mrefu. Mojawapo ya tabia hizo nimezitaja hapo. Unaweza kaangalia ni tabia gani inayokusumbua kwa muda mrefu, ukachukua hatua kati ya mambo hayo niliweza kuyataja hapo. Usikubali kukata tamaa. Ishi maisha ya maombi. Omba angalau kwa dakika chache, soma neno la Mungu, lakini pia hitaji msaada wa kiroho kutoka kwa watu, wachungaji au mentor. Mweke mtu wa kukusimamia, na hili litaweza kukusababisha wewe kufanikiwa na kuiacha ile tabia ambayo imekuwa ikikutesa kwa muda mrefu, imekuwa ikikusumbua moyo wako. Muda mwingine kabisa moyo unapata huzuni, muda mwingine unapata hali ya kujihukumu kwa sababu ya tabia ambayo imekuwa imekutesa kwa muda mrefu. Lakini pia muda mwingine inafika mahali unajiona kwamba Mungu amekukataa, ya kwamba Mungu hakutaki, lakini nakwambia Mungu hajakukataa, Mungu hajakuacha. Mungu haangalii makosa yako uliyoyafanya jana, bali Mungu anaangalia moyo wako wa leo. Hivyo sasa ya kuweza kuchukua hatua. Chukua hatua ndogo, ndilo jambo la kwanza kuweza kufanya. Usitake kubadilika moja kwa moja, hapana. Kama kitu ulikuwa unakifanya kwa muda wa kila siku, anza kupunguza mambo yale. Utakapochukua hatua hizi za kupunguza, utajikuta kwamba inaanza kukupelekea katika hali ya kuacha. Lakini ukitaka kuacha moja kwa moja, utajikuta kwamba unashindwa na kila siku utaingia katika hali ya kujihukumu. Chukua hatua leo sasa. Fanya maamuzi kijana, tuweze kubadilisha maisha na tabia zetu. Ninaitwa Daniel Yusufu, ni mwalimu. Nasema tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.